Na jioni njema mtazamaji, natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivomie. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa uzipendazo za Jukwaa la KTN, ambapo kando na matukio ya siasa ambayo yamekumba taifa hili, unafahamu kuwa siku ya Jumatano huwa tunaelekeza darubini yetu katika masuala ya afya nchini, ikiwa mojawapo ya huduma ambazo zimewekwa chini ya usimamizi wa serikali za kaunti. Unakumbuka Jumatano iliyopita tulikuwa tukiangazia hali ya afya ilivyo nchini. Wengi wenu mlituma maswali, mlitaka yajibiwe na Wizara ya Afya, na tukaahidi kwamba juma lililopita tuliahidi kwamba tutawapata maafisa kutoka Wizara ya Afya wapate kujibu maswali yote ambayo uliyaelekeza kwetu. Kuna wale walikuwa wakizungumza kuhusu masuala ya mkurupuko wa ugonjwa wa malaria nchini ambao umesababisha vifo, ambapo takwimu kufikia sasa zinaonyesha kwamba kaunti ambazo zimeathirika zaidi ni Baringo, Turkana, Marsabit, ambapo kaunti ya Baringo watu 2 wamefariki, Marsabit watu 24 wamefariki. Je, kufikia sasa serikali imefanya nini kudhibiti hali? Wengine mlikuwa mnauliza masuala kuhusu chanjo. Je, mlikuwa mnauliza watoto wanapewa chanjo au hawapewi chanjo? Na kwa nini hawapewi chanjo? Tutakuwa tukiangazia haya yote studioni. Leo tuko naye Daktari Erjesa Wako ambaye ni afisa anayesimamia kitengo cha kudhibiti malaria nchini kupitia Wizara ya Afya. Karibu sana. Asante sana. Tunafurahi kuwa nawe. Asante Zubeda. Na maswali utayajibu mengi sana. Mbona hizi kaunti zimeathirika? Mbona watu wanakufa? Kwamba hawapewi dawa. Tutakuwa tukiangazia mengi zaidi muda usiokuwa mrefu. Na pia tuko naye Daktari Collins Tabu ambaye ni afisa anayesimamia kitengo cha utoaji chanjo nchini kupitia Wizara ya Afya. Karibu sana. Asante. Tunafurahi pia kuwa nawe hii leo uweze kutujibia haya maswali. Na mtazamaji pia tunakushirikisha kwa kuuliza, je, umeridhika na mikakati ya serikali ya kudhibiti changamoto katika sekta ya afya nchini? Je, umeridhika na mikakati ya serikali ya kudhibiti changamoto katika sekta ya afya nchini? Tuelekezee maoni yako na maswali yote ambayo utakuwa nayo kupitia nambari 22155. Kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubaidaKananu, @KTN News. Ukitumia hashtag Jukwaa la KTN tutakuarifu na mengi zaidi muda usiokuwa mrefu. Pia tukiwa tunakuletea tahadhari ambayo imetolewa na shirika la linaitwaje? Hali ya anga nchini limetoa tahadhari kuhusiana na mvua ambayo imeanza kunyesha hii leo katika sehemu mbalimbali nchini. Kwa hivyo usiende mbali. Tuanze kwa kuangazia vidokezo. Maandamano ya NASA yaendelea siku moja baada ya Raila Odinga kujiondoa kwenye marudio ya kura ya urais. Ekuru au court kujumuishwa kwenye marudio ya urais baada ya mahakama kuu kuagiza tume ya uchaguzi kumjumuisha. Na kwenye swala nyeti tunaangazia chanjo kwa watoto na mkurupuko wa ugonjwa wa malaria nchini. Na Kiswahili wakati mwingine huwa kinapiga chenga. Ni idara ya utabiri wa hali ya anga nchini ambao wametoa tahadhari kuhusiana na mvua ambayo inanyesha katika sehemu mbalimbali nchini. Tutakuarifu iwapo kaunti yako imeathirika au utatarajia mvua jioni hii. Lakini kwanza mtazamaji, tuanze na taarifa ya tanzia ambapo jioni hii watu 7 wamefariki baada ya jumba kuporomoka mjini Kisii mapema hii leo. Waliofariki walitolewa kwenye vifusi baada ya saa kadhaa za uokoaji. Mtu mwingine mmoja aliyejeruhiwa vibaya ameokolewa jioni hii akiwa katika hali mbaya, huku wengine waliojeruhiwa wakipokea matibabu hospitalini. Kulingana na Julius Tinega ambaye ni afisa mkuu anayesimamia idara ya majanga katika kaunti ya Kisii, anasema juhudi za kutafuta miili zaidi zinaendelea. Gavana wa Kisii James Ongwae alifika eneo la mkasa akitoa onyo kwa wamiliki wa jumba hilo. Watu 7 wametolewa, lakini zaidi ya 40 wako ndani. Unapoingia ukichungulia hivi kwenda huko, unaona mtu ameshikwa sehemu hivi moja, ni mkono tu anakuinua, tafadhali nisaidie. Sasa hivi tunaongea, tunaoji serikali ya Kisii County iwajibike na tendo kama hili, kwa sababu hii sio ghorofa ya kwanza imeanguka kwa hii town yetu. Nyingi hii ni karibu ghorofa ya 4 imeanguka. Kwa hii nyumba sida shua tuliona huyu jamaa alikuwa anajenga nyumba skeleton. Yaani alikuwa anajenga, anamwaga bila kuweka matofali, yani kuifanya finishing and the next. Sasa hiyo nyumba ile usito
ukasidi, sasa nyumba ikaanguka. We have mobilized all staffs and they are taking care of the situation. So we are still waiting. The evacuation is still going on. We expect maybe more casualties. We are ready for them. We cannot yet establish the number of people who are trapped inside there, but we are getting rumors. People are giving us various numbers, but our officers are down there trying to establish how many there are. So far, 15 have been removed from site. 5 were taken to Christiane Marian Hospital, and 10 were taken to KTRH. Na kwa wote waliofiwa tunawapa pole, majeruhi tunawatakia afueni ya haraka. Tutazidi kukupasha mingi zaidi kuhusiana na taarifa hii, lakini tukiingia katika masuala ya siasa ni kwamba siku moja baada ya kinara wa muungano wa NASA Raila Odinga kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha marudio ya kura ya urais, wafuasi wa muungano huo wamejitokeza kuandamana wakisisitiza na kusisitizia hatua iliyochukuliwa na kinara wao ni ya sawa. Hata hivyo wengine waliojitokeza pia wameendelea kusisitiza marekebisho katika tume ya uchaguzi ni ya lazima. Viongozi wa muungano huo wakiwemo wanasiasa waliojitokeza wakiendeleza kashfa zao dhidi ya IEBC na serikali ya Jubilee. Ikiwa tunathibitisha kwamba bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi. Kiongozi wa chama cha Third Way Alliance Ekuru Aukot atajumuishwa kwenye kinyang'anyiro cha kuwania urais kwenye marudio ya kura yaliyopangwa kufanyika mwisho wa mwezi huu. Uamuzi huo wa mahakama kuu umetolewa siku moja baada ya kinara wa NASA Raila Odinga kujiondoa kwenye kinyang'anyiro. Kwenye uamuzi wake hii leo, mahakama hiyo kuu imeamuru tume ya uchaguzi kumjumuisha Aukot kwenye uchaguzi huo. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC hapo awali ilikuwa imetangaza kwamba ni Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa NASA Raila Odinga pekee watakaoshiriki. Akizungumza baada ya uamuzi huo, Aukot ameutaja uamuzi huo kuwa ushindi kwa Wakenya wote, japo akasema kuwa chama chake bado kina masuala ambayo wanataka yashughulikiwe na tume ya IEBC kabla ya marudio ya kura hiyo ya urais. So we stood firm with that, regardless whatever the circumstances are, and today I think we've reaped the benefit of our belief in the Constitution, because we honestly believe that Chebukati had completely violated the Constitution by discriminating on my candidature and by misinterpreting it to mean a runoff. So today the court has actually confirmed that he was very wrong, and going forward we will therefore now hope to engage Chebukati on the next 15 days on our inclusion. Siku ya kimataifa kuhusu mtoto msichana imeadhimishwa hii leo, huku viongozi kutoka kaunti ya Nakuru wakijumuika kwenye hafla iliyohudhuriwa na mkewe gavana wa kaunti hiyo Elizabeth Kinyanjui. Kwa mujibu wa takwimu, baadhi ya wasichana hutelekezwa maishani wakiwa kati ya miaka 14 na 16. Wadau waliozungumza kwenye hafla hiyo ya Nakuru waliwasihi wazazi na walimu kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kuwa mtoto wa kike anashughulikiwa sawia na wale wa kiume. Sasa ngoja umesikia maneno. Sasa niambie, unasikia ulifanyiwa nini? Huyu hana mimba. Walijipatia akili. Wewe unaweza kuta mtoto ana mimba na amekuwa mwenda wazimu, na bado hata unakuta hata Wasasi lazima tujipe mstari ya mbele kufunza watoto wetu, kuongelesha watoto wetu na kuwaelekeza. na sasa na Na mtazamaji, pia muda sio kwa mrefu tutakuwa tukikuarifu na tahadhari ya mvua ambayo imetolewa na idara ya utabiri wa hali ya anga ambayo itaathiri maeneo tofauti humu nchini. Pia wametoa tahadhari kwa kuwa makini. Tutakuwa tunakueleza ni maeneo gani yatakayoathirika, kwa sababu tunajua kuwa
mvua hiyo itaanza kunyesha leo, kesho na kesho kutwa, na ndio takwimu ambazo unaziona sasa au maelezo ambayo unayaona sasa kwenye runinga yako, ambapo idara hii imesema maeneo kadhaa yatashuhudia mvua kubwa, na mvua hiyo itanyesha Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa za jioni, hasa mwendo wa kuanzia saa 9 jioni. Kuna maeneo ambayo yatakuwa yakishuhudia mvua, na maeneo ambayo yatashuhudia mvua hii leo ni Kericho, Bomet, Kisii, maeneo kadhaa ya Narok, South Rift, Nyeri, Murang'a na Nyandarua. Hayo ndio maeneo ambayo yametajwa kuwa yatashuhudia mvua kubwa, si mvua ya kiwango tu, mvua kubwa katika maeneo hayo yatakayo shuhudia mvua hii leo. Siku ya Alhamisi ambayo ni hapo kesho, maeneo yatakayoathiriwa na mvua kubwa ni Trans Nzoia, Bungoma, Laikipia, maeneo kadhaa ya Samburu, Kericho, Bomet, Narok, Migori na Nakuru. Tukiangalia siku ya Ijumaa, kulingana na maelezo ambayo yametolewa au tahadhari ambayo imetolewa, maeneo yatakayoathiriwa na mvua kubwa itakayonyesha siku ya Ijumaa ni kaunti zinazopakana na mlima Elgon. Kwa hivyo umeona baadhi ya kaunti ambazo zimetajwa kwamba zitashuhudia mvua kubwa. Kwa kuambatana na hilo, tahadhari ambayo imetolewa ni kwa wenyeji kuwa waangalifu, kwani kuna uwezekano wa mafuriko sehemu kadhaa ambazo zimetajwa hapa, na maji huenda yakajitega maeneo yasiyotarajiwa. Kutakuwa na pia maji ambayo yanapita kwa wingi katika sehemu mbalimbali, na umeonywa kwamba usipite kwenye maji yaliyopita futi 1 kwa sababu huenda ukaathirika au huenda ukajipata taabani, na wamesema kwamba tahadhari zitazidi kutolewa muda na mara kwa mara. Kwa hivyo endelea kutegea, pindi tutakapopokea tahadhari zaidi tutakujulisha mtazamaji. Lakini kwa hii leo, hayo ndio maeneo ambayo yametajwa kwamba yatashuhudia mvua kubwa, mvua kupita kiasi yani. Kwa hivyo uwe macho, uweze kujikinga wakati unashuhudia hali ambayo inaweza kuhatarisha maisha yako. Endelea kutegea taarifa zetu, tutakupasha na mingi zaidi. Lakini sasa tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo leo tunaangazia hali ya afya nchini. Wengi wenu mmekuwa na maswali, wengine mnauliza wauguzi mbona wamesahaulika? Tunataka kujibu haya maswali yote leo studioni. Nilivyokuarifu, tuko naye Daktari Erjesta Wako ambaye ni afisa anayesimamia kitengo cha kudhibiti malaria katika Wizara ya Afya, na tuko naye Daktari Collins Tabu ambaye ni afisa anayesimamia kitengo cha utoaji chanjo nchini kupitia Wizara ya Afya. Karibuni tena. Asante. Tuko tayari kwa majibu ya maswali ya Wakenya kwa sababu ni mengi sana. Tutajaribu. Kwanza labda nianze nayo kwa sababu tumekuwa tukiangazia taarifa kadha wa kadha kuhusu mkurupuko wa ugonjwa wa malaria nchini. Je, unaweza kutueleza hali iko vipi kwa sasa? Asante sana Zubeida. Kwa kweli kumekuwa na ugonjwa ambao ya malaria ambayo imezidi sana Kenya yetu, hasa ule upande wa Marsabit, Baringo, Turkana, na tumeona kwamba mambo ya malaria imezidi sana. Na kwa kweli hiyo kuzidi kwa malaria kumesababishwa na kule manases ambao wameenda on strike. Facilities zetu karibu zote zimefungwa, na kwa hivyo hakuna mtu wa kutibu malaria ama hakuna mtu wa kufanya ile kuitisha dawa ile ordering kutoka Nairobi ndio ipate kuenda wapi kule dispensaries na health centers. So tumekuwa na shida kubwa sana, hakuna wauguzi ambao wako huko. Haya, pia kulikuwa na mvua kidogo pale mwezi wa 7 na mwezi wa 8, mvua ambao uliponyesha tukapata zile mosquitoes zikawa wengi sana. Na sasa ukiunganisha wale mosquitoes mbu ambao wamekuwa wengi na kule wauguzi hawako wa kutibu watu, hakuna madawa kwenye hizo dispensaries, lakini madawa ziko Nairobi nyingi sana. So wagonjwa wamepata shida pale ya kuenda kutibiwa. Na tunapoangalia zile takwimu ambazo zimetolewa na wizara kufikia sasa, kaunti ya Baringo ndio imepata watu zaidi takriban 4,000 wamepatikana na ugonjwa wa malaria, 2 tayari wamethibitishwa kufariki. Turkana takriban watu 3,000, Marsabit takriban watu 1,000 na 21 tayari wamethibitishwa kufariki. Je, inakusikitisha wewe mwenyewe kama afisa anayesimamia kitengo cha kudhibiti malaria kwamba hamwezi kuwashughulikia hao wagonjwa ambao tayari wengi wao wameaga dunia? Tumeshughulikia wagonjwa na ningetaka kushukuru sana ma county governments, Kenya Red Cross, wizara yangu ya afya, wale wenzetu wa kutoka Amerika ambayo United States government na British government. Tumeunganisha
na tumepeleka madawa nyingi sana kule. Madawa kama karibu 1200 zimeenda huko. Zile test kits 1200 na kitu zimeenda huko. Nimepata pia neti 1250 ya Baringo, Marsabit na Turkana counties. Kwa sasa hivi tukiongea, tangu tusikie hiyo habari tarehe 26 mwezi wa 9, sasa magonjwa yamepungua kabisa. Kwa sababu hata Red Cross wenyewe walitupea wauguzi wengi sana wa kutibu watu kwenye facilities na pia kupeleka kwenye outreach, na kwa sasa naweza sema kwamba tumeangamiza malaria. Lakini na tahadhari tu, kuna sehemu nyingine ambazo zinafanana na zile za Marsabit kama kule North Eastern, Tana River, Samburu, unaweza pata ya kwamba malaria itaenda juu kwa sababu ya mvua. Tuko kwa msimu wa mvua. Kukiwa na mvua, idadi ya umbu itaongezeka, na unahitaji umbu kutembeza malaria kutoka mtu mmoja mpaka mwingine. Na kwa vile sasa facilities yetu pia karibu zote zimefungwa kwa sababu ya strike ya wauguzi, kuna shida kubwa. Lakini ninawahakikishia Wakenya kwamba tuko na dawa ya kutosha hapa KEMSA, na tuko na neti ya kutosha kwa washikadau wetu kama wale niliowataja. Na mtazamaji, naona bado unayatuma maswali. Muda usio mrefu tutakuwa tukiangazia maswali yote ambayo unatutumia hapa studioni, pia tukipata majibu zaidi kutoka kwa maafisa kutoka Wizara ya Afya. Hivyo ni fursa yako hii kuuliza maswali yote ulionayo kuambatana na hili swala la labda mgomo wa wauguzi ambao unaendelea, iwapo suluhu itapatikana hivi karibuni, au pia swala la utoaji chanjo limeathirika vipi. Tutakuwa tukiangazia hayo muda usio mrefu, hivyo usiende mbali.